Marandia na ndini ngakiye ndiyo kwiraniria maburi yago kwa nyarego kuboria ni maite no nyembali batabori tiribori yo manchito morigeria Jebna Diana na bego akera tuchikonyora abarandia baito Pastor Basweti na bego Moses mambia bono na butamira butokobera na barubo manchito morigeria banyara bagotosemia batu kwabo igobo ngaini na tugende tukumanya gusubina tuganiri kumenya ne family cheto genge mambia bono amabori mwanya tumukubeoria eikiriti na nyati ya inani lyonsi nate balero tuya chakire irirendo nyare go kumanyanga ningi keria hoganirio koro mwanchito murigeria tiana abanchira baragukwanya Pastor Basweti tanda tusabire tumana guchaka karibu sana. Asante Moralia sengenje yeri wageri wataireligia tiganya sato sendi karibu sana simotoligere tikoru chingongo au chiense tiganya sai bweme gandaba senie insemere tinga ngochere konyorogo seni wagokurwa somo nene asengenje nyasa wataireli wageri na ingana lya tata likorwa somo noya semambe yabono tiriko ira nabosa tiga tosabe asiria ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru jina lako kwa sababu ya asubuhi njema Bwana. Umekuwa mwaminifu wiki mzima, umetulinda mfalme. Asante kwa sababu ya watazamaji popote walipo. Bwana, naomba baraka zako, neema na neno lako likapade kuwafikia katika njia ya kipekee. Asante kwa baraka tumepokea asubuhi ya leo, na tena tunapoendelea Bwana, tia neno lako katika vinywa vyetu ili tukanene mahusia yako mfalme katika ulimwengu. Pokea sifa, tusamehe dhambi na makosa na maovu, na utupe kibali machoni pako katika jina safi la Yesu Kristo Bwana tunaomba tunakuamini. Amen. Karibu sana. Moses, unaweza wasalimia? Asante abasacha vosi abanyina abasaina abana umonene Yesu abakwe. Amen. Nasema ni asante siku ya leo, siku ambayo Bwana ameifanya. Tutafurahia na kushangilia hata kupitia kipindi hiki. Tutawazidi kupata maarifa zaidi kutoka kwa Yesu. Na mbarikiwe wote. Asante sana. Ile umenifurahisha leo. At least make sure wanaume hawasauliki. Amen. Umesema abasacha na abangira. Karibu sana. Labda leo tunaweza kasungumzia kuhusu familia. Ndio niliona watu wengi wanaulizia last week. Watazamaji wetu ndio walikuwa wanaulizia. Maybe before tujue ama before tuendelee, unaweza katuambia about family. Maybe watu waelewe what's family na what's maybe marriage. Ndipo tuweze kuendelea. What's family and what is marriage? Jambo kabisa la kwanza, familia jina ingine ni jamii. Jamii. Familia ni jamii. Tunapoongelea kuhusu familia kwa Biblia inaeleweka kwa sehemu tofauti sana. Inaweza ikakuwa ni bwana na bibi na watoto, hiyo ni familia. Inaweza kukua ni kabila, hiyo pia ni familia. Unaona, inaweza kuwa ni kizazi ya mtu, hiyo pia ni familia. Na ndoa ama marriage kwa Kiswahili ni ndoa. So ndoa ni mume na mke. Mume na mke, hiyo tayari ni ndoa. Usiongeze hata watoto, mume na mke tayari hiyo ni ndoa. Familia ndio kama umebarikiwa sasa na mtoto ama hata wewe na marafiki wa Kristo, tunaitwa kama the family of believers. Lakini ndoa ni mume na mke. Mume na mke. Yeah. Asante sana. Labda Basweti ukiongezea, unaweza katuambia about a strong family, foundation ya kuwa na strong family. Asante. Jambo la kwanza nashukuru kwa sababu ya maswali ambayo yameulizwa, ni ya muhimu sana kuhusu ndoa. Kama vile mchungaji amesema, so the foundation, Biblia inaanza ikisema katika kitabu cha Zaburi 127 ya kwamba unless the Lord builds the home, those who build it with in vain. Unless the Lord guards the family or the home, those who guard in vain. Yani the foundation of the family obvious ni Kristo Yesu. Yeye ndiye msingi kamili katika familia zetu. Wakati ambapo Yesu Kristo ako katika in the center of our families, mambo yetu yako salama, ama ndoa inakuwa na msingi dhabiti wa kiungu. Kwa hivyo foundation nyingine hakuna foundation. Ndio maana hata Biblia inasema ya kwamba
mtu mwelevu ni yule ambaye amechenga nyumba yake kwenye mnara. Wakati wa gharika ikija hata iwezi tingizika. Na hii mnara ni Kristo Yesu, is the foundation, is the rock. Kwa hivyo ndoa zetu zote zile ambazo zimechengwa, mzingi mwema kabisa ni kwa Kristo Yesu na kufuata mapenzi yake Kristo Yesu. Yeah. Asante sana. Unajua watu wengi wanaulizia gusonyore abantu mbare basweti tia tukwanike gusia somo nwito honyoranga family nere gusoma muntu nataite guchakie family lakini kwanyoranga umungina ngoenda ari kanisa umugaka kwanyora gutigaraka abana kwenda bari kanisa abagaka abangina guse abayiboli barobatigara maiga kwanyoranga family chinyinge chichibwatie foundation area usegukinia abana in a godly way okwanyoranga abana boka bakwenda kanisa no ni family chino kwanyoranga mbali gosaba basweti family ne kwanyoranga kabaragira naboigo bali gosaba nonye bakirinya sayenga mbiyo mana sendagireye lakini koranga abanta bange maybe mbaga ne bamanye buna bagokini chi family chiabo asenya sai korende tokogenda na maborio babete bakuboria boigo kukwanira bali goro yoko gosana si family konyoranga wamekuwa na kukosana kwa familia. How do they handle their issues in a godly way? In a godly way. Swali mzuri sana, na kabla sijajibu ningependa nisisitize yale mchungaji amesema kuhusiana msingi kwa ndoa. Vile amesema ni ukweli ya kwamba Mungu ukimtanguliza Mungu kwa ndoa yako, hakika msingi wake utakuwa dhabiti. Kwanza kabisa ndoa ni kama jengo. Na kila jengo, ili jengo ikasimame, lazima msingi ukuwe dhabiti. Na msingi wa ndoa ni Mungu. Unapoingia kwa ndoa, jambo la kwanza ukae ukijua ya kwamba kabla ndoa yenu Mungu alikuwa. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu. Before jambo lolote Mungu alikuwa. Na Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Na kama yeye ndio mwanzilishi wa ndoa, yeye ndo anafaa kuwa msingi wa ndoa. Ukisoma kitabu cha Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 12 hapo, Biblia inasema, kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes chapter 4 verses 12. Kwa Kiswahili inasema, hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga. Wawili ni wanandoa. Watampinga, wanaweza kushinda adui. Kile anasema, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Nyuzi 3 kumaanisha wewe bibi na bwana, na huyu wa 3 ni Mungu. So huyu Mungu akiwa katikati, wewe ni kama ile kamba ya nyuzi 3. Unaona? Hata peace, nyinyi wanawake, kuna hii style ya twist inaweza haribika haraka. Lakini ile yenye imeshono mara 3 kukatika sio rahisi. Si ni kweli? So Mungu akiwa katikati, mko strong, amwezi mkakatika upesi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine unafaa ujue kwamba ndoa ni agano. Ndoa ni agano. Kusoma kitabu cha Malaki 2:14 inasema ya kwamba, do not forsake the wife of your youth, whom you got through a covenant with God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndoa ni agano. Ndoa is more than a contract. It is a covenant. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama uko kwa contract unasema kwa hii ndoa niko miaka 2, baada ya miaka 2 nitoke. Lakini ukijua ni agano, ukijua nimeingia kwa hii ndoa na ni agano, hauwezi kuiacha, itasimama imara. Asifiwe Yesu. Jambo lingine, kukiwa na upendo kwa ndoa, Biblia inasema ya kwamba mume umpende mke wako, nawe mke pia umheshimu mumeo. Hiyo ni msingi dhabiti, ndoa itasimama. Asifiwe Yesu. Alafu jambo lingine, unafaa ujue ya kwamba katika hii ndoa umoja ni kitu ya maana. Mhesabu kama nyinyi ni kitu kimoja.
Biblia inasema nao hawakuwa tena wawili, walikuwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. So mkihesabu kama nyinyi ni kitu kimoja, hiyo ndoa yenu itakuwa dhabiti. Hakuna mtu mwingine wa nje anaweza kuingilia ndani haribu ndoa yenu, sababu mnahesabu kwamba nyinyi ni kitu kimoja. So swali yenye umeuliza, kwa ndoa kunaweza kuwa na changamoto ya hapa na pale, kelele ya hapa na pale, na hiyo ni kawaida. The Bible says that we are living stones. Unaona, Biblia inasema hivyo, we are living stones. Sisi ni mawe iliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Na mawe kama iko hai, kutakuwa na kelele, zitagongana. Zile nyumba tunaishi mawe zimekufa, lakini mawe kama ziko hai zinaweza kuguzana hapa, zinagongana. Kwa hivyo kwa ndoa watu tunaweza kuguzana hapa na pale, lakini kama mwanadamu amefananishwa na mawe iliyo hai, kuna yule ambaye ni zaidi, anaitwa jiwe, jina lake ni Yesu. Biblia inasema Yesu ni jiwe la pembeni, na hii jiwe la pembeni ndio la maana sana kwenye ujenzi wowote, the cornerstone. Unaona, so Yesu akiwa ndani ya ndoa yenu, hata kama kuko na shida za hapa na pale, mnanena na Yesu, na Yesu anawasaidia katika vita vyenyu, malumbano yenyu na changamoto ya aina yoyote. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ukitaka ndoa yako kama kuna malumbano ama changamoto yote, kitabu cha Yakobo ya James chapter 1 verses 19 inasema, let every person be quick to hear, slow to speak and slow to anger. Kwa hivyo kwa upande mwingine mimi naelewa hivi, kama kuko na malumbano yoyote katika ndoa, wacha tukue waraka wa kusikia. Unaona? Na pia tukue wapole wa kunena. Asifiwe Yesu. Tukue wapole wa kunena, na pia tukue wepesi wa hasira. Tukijiepusha na hasira, tukijiepusha na mbio, tusikue tu haraka wa kujibu ati kwa ndoa ati mtu amekukwaruza na kwambia wewe tu ni kama tu mama yako. Naona mjibu hata wewe tu ni kama tu hiyo mama yako. Unaona hapo heshima hata haingiani, umedharau mother in law. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ulimi, Biblia inasema ulimi ni chombo kidogo, lakini inaweza ikaakisha moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na Mungu hataki ndoa zetu zikuwe na moto. Kama ni moto ya Roho Mtakatifu atawale. Kwa hivyo kuavoid vitu kama hizo, chunga ulimi wako, angalia sana masikio yako, ukue mwepesi wa kusikia na mwepesi wa kunena na pia mwepesi wa hasira, na Mungu ataweza kukusaidia. Amen. Asante. Labda naoviona Kirandeni sana vyoulizia. Basi Biblia inakubali divorce. Labda ya Basweti akaweza kujibu ndio aweze kuongezea. Asante. Kama vile mtumishi wa Mungu amesema, kwa sababu ndoa Biblia inasema msingi kama vile ni watu wawili ambao Biblia inasema a man shall live. Ataacha wazazi wake, akutana na mke wake, wawe kitu kimoja. Na kwa sababu ndoa is a covenant, and it is the covenant, it is permanent. Marriage is meant for permanency. Is not a contract, lakini ni kitu iko hapo milele. Na kwa sababu ya hiyo Biblia inasema ya kwamba God hates divorce in the book of Malachi. Ukisoma Malachi chapter 2, Biblia inasema ya kwamba usimchezee ama kumutendea mabaya mke wa ujana wako. Na pia kutoka hapa anasema ya kwamba kwa sababu Mungu uchukia dharaka sana. Mungu apendezwe na hiyo kitendo cha dharaka, Mungu hataki. So katika divorce
ninaweza sema ya kwamba there is grounds for divorce, because uwezi funga watu useme ya kwamba hakuna divorce. Utendeka na inatendeka kwa watu wengi, hata watu wa kanisa utendeka, lakini there is grounds for divorce, but that God does not love it. Mungu hapendi ama afurahii wakati wanandoa wale ambao wamewekwa wakae milele kudivorce. Lakini Biblia inasema nini katika kitabu cha Mathayo? Tukisoma Matthew chapter 18, ndio tusikie Biblia inasema nini kwa sababu ya hiyo. Matthew chapter 18, as the Bible records, inasema ya kwamba Matthew chapter 19 I mean, wakati ambapo wanafunzi walimwendea kwake, wakasema, tuanzie 18, verse 8 I mean, not 18, 8. He said to them, verse 7, they said to him, why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away? He said, now 8, Moses, because of the hardness of their hearts, permitted you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery, and whoever marries her who is divorced commits adultery. So divorce, on the ground of divorce, is only about uasherati. Mtu akipatikana katika uasherati, kwa sababu walimwendea, hawa ni watu wa sheria, walimwendea Kristo Yesu kumuuliza kwa nini pasi, kwa sababu walimwambia utafanyaje ama tukifanya taraka. Akawaambia taraka haikuwa kutoka mwanzo, kwa sababu mipango ya Mungu ni ile watu waishi pamoja kwa upendo, kwa amani milele. Lakini akawaambia kwa nini Musa yeye aliamuru kwamba mtu akifanya taraka apewe barua? Ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Kwa hivyo taraka nyingi zinafanyika huko duniani ama hapa injini ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Ugumu inamaanisha nini? People are not ready to do reconciliation. Watu hawako tayari kusameana, because forgiveness is paramount in the family. Watu hawako tayari kuongea, kuzungumza ili wakapate kufikia jibu. Unapata ya kwamba mtu akikosea mwingine ako juu na huyo ako juu, ndoa taraka inakuwa kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Lakini Kristo Yesu mwenyewe anasema ya kwamba the grounds ni ile kwamba number 1, mtu akipatikana katika usherati, huyo mtu hata ukifanya dharaka hauna makosa machoni pake Mwenyezi Mungu. Number 2, it is all about the unbelieving wife ama man akikutoka katika maisha, kwa sababu kuna mtu ambaye unapata wewe umeokoka, uko ndani ya Kristo Yesu unamtumikia na umeamini kwamba uko katika ndoa, lakini mtu ajitoanishe. Hapo Biblia inasema katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 7, waje tusome ndio wasikilizaji wasiseme kwamba ni kunena. 1 Corinthians chapter 7, yes, first verses tuanzie 12. Inasema, but to the rest I know the Lord says, if any brother has a wife who does not believe, and she is willing to live with him, let him not divorce her. And a woman who has a husband who does not believe, if he is willing to live with her, let her not divorce him. Number 14, for the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise your children will be unclean, but now they are holy. 15, but if the unbeliever departs, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace. So anasema ya kwamba katika hii Paul mtumishi wa Mungu kwa Roho Mtakatifu akishauri, anasema ya kwamba kama mtu umeoa, kama vile kuna swali lingine nimeona hapo kwamba unaweza kuwa wewe umeoa, wewe ni Mkristo lakini umeoa mlevi, haistahili umdivorce. Ulimpenda,
na wewe kaa naye milele, mkatengeneze familia, kwa sababu watoto mtatengeneza hawatakuwa wenye dhambi. Our children are innocent. Na kama ni bwana ama bibi achaokoka, mvumilie. Kwa nini? Biblia inasema who knows, kwa sababu wewe uliye mtakatifu katika kuendelea utambadilisha. Labda Basweti, nikukatishe kidogo tuweze kusikia hii simu. Amekata. Ningependa kusikiza simu za watazamaji. Umwanjito muligeria nabo gwake simi ndo chembare bagenderete gwakagirito genderete nabo gwake simi na nacho murandi agiri agenderete ukwana kwa bori lyago. Sasa unaweza endelea. Yes. Mwisho kabisa inasema ya kwamba but kama mwanamke ama bwana, a sister or a brother, the unbelieving, mwenye si mwaminifu, akitoka katika ndoa yako, a brother or a sister, you are free. Uko free, umeajiriwa, hauna lawama mbele zake Mwenyezi Mungu, lakini Mungu ametuita katika amani. So reconciliation is paramount. That is what I can say about divorce. But God hates divorce. Another thing I may say, kuongeza ni kwamba God hates divorce, but God does not hate a divorced person. So ni kama vile God hates sin, lakini God does not hate a sinner. He loves sinners. But is the sinner who sins? Ni dhambi kitendo ndicho Mungu anachukia, lakini mtu Mungu amchukii. Na vile divorce, Mungu anaichukia divorce. Lakini yule mtu ambaye amekuwa divorced, Mungu hakuchukii, anakupenda, anakuambia njoo, kwa sababu msamaha wa Bwana ni wa milele. He forgives. Amen. Amen. Labda ukiongezea. Amen. Sidhani kama nitaongezea kitu kwa yenye mchungaji amesema. Nadhani amejibu vizuri sana. Ile Basweti, Pastor Basweti amesema ni kwamba Mungu hachukii yule ambaye amedivorciwa. Lakini anachukia divorce. Anachukia divorce. Kama sin. He hates sin. In the book of Malachi, Mungu alisema hiyo maneno, I hate divorce. I hate divorce. Mungu mwenyewe alisema I hate divorce. Na lakini pia vile anasema anapenda yule ambaye amekuwa divorced ama mwenye amedivorce. Babu, Mungu ni Mungu wa upatanisho. Anataka kuwe na reconciliation. Unaona, jambo la kwanza amesema ya kwamba kitu yenye itafanya talaka ikue ni usherati. Unaona? Yesu anasema isipokuwa dhambi ya usherati, anasema usimtalaki mke wako isipokuwa dhambi ya usherati. Unajua usherati Paulo alijaribu kuelezea katika kitabu cha Wakorintho, akasema mtu akifanya usherati ni kama Yesu umemuunganisha na kahaba. Unaona? Hapo ni kama umechafua hiyo mwili ya Kristo. Hekalu la Mungu. Yaani umedharau Mungu. Unaona? Na hekalu ni mali takatifu. Unaona? So wakati kama mimi siko na mke wangu nimeenda kwa kahaba, hiyo ni usherati. Unaona? Na kama kuna dhambi yenye ni ngumu kusameana ni usherati. Kuna wengine wako na hiyo neema ya kusameana. Unaona? Lakini vile mimi najua haswa wanaume, mwanaume kusamea mke wake kwa usherati ni ngumu. Unaweza kusamea kwa sababu chakula haijatosha chumvi. Labda nichukue hii simu. Era soka TV Bwakire. Hello. Hello Bwakire. Watu wako na nere. I think sijamfikia. Labda alikuwa na swali lakini anaweza kaandika. Nyewe kwa bako mwanchito muligira. Nabuko uri karibu lyago asena baitio studio 0788666663 078 marakabiri 6 maragatano na trineri namba yomwera. Labda ukiendelea. Nilikuwa nasema kwa mfano dhambi yoyote mwanaume mwenye unanisikia ama we madam unayenitazama, divorce inafai kuwe tu kwa sababu tu ya usherati. Kama si usherati, msameane haraka. Unaona? Kama ati mke wako amekudharau, chakula chumvi haijatoshea vizuri, msikosane juu ya hiyo. Ati ama labda amechelewa kufika kwa nyumba nini, na labda ni kwa sababu ya kazi ama gari,
msikosane, lakini kama ni usherati sisemi muachane, lakini kile kitu mimi najua, mimi nikiwa mwanaume mwanaume kusameana kwa usherati ni ngumu. Lakini tumeona shuhuda mingi, watu hata walipatikana kwa usherati wanasameana, wanaishi vizuri. Lakini kwa mwanamke ni rahisi, lakini kwa mwanaume kukusamee ni ngumu. Hapo sasa inahitaji neema ya Mungu, ama labda unless Mungu mwenyewe akulazimishe umsamee, kama vile nabii wake Hosea. Mungu aliambia Hosea, rudi kwa ule mke wako kahaba. Unaona? Lakini mwanaume ni ngumu. Lakini kwa hivyo tunasema katika ndoa, wacha tu tukue watu waaminifu, tuzuie haswa dhambi ya usherati. Nona Tibu Mwange anaulizia nagokonyora rende umusubati oguchimbwa nchire atari kunyara, chimbwa nchire atari kunyara gutiga. Kuna tabia ambazo bibi yake haizi kaacha, maybe basweti agutiga anya chitabia chichi ya moge chiri. So chitabia agose character is not a mandate ya divorce. Chitabi njiro konyora tiga kwana seke gusio konyora mukungwa narete konyora abakungwa bachafu tama itigo isibia isika ago isibia, lakini nyomba no mochafu to kama seria sengi jobo chafu ege tora akole kenengelinga okomofundisha okogenda kumufundisha one by one konyora abakungwa muya okomina buya para buya rakitama itikoruga tama itikorosi ndage tama itikoye kangeni oze okaranga chingen chiwanza genda chikoni buno mosacha motebi njugo cha keririo bwanja ni bole ririmo gogeta mogoseka motebi njugo cha chikoni iga tigale ronda akore ndagira ije nkorosi rosi akanta kaya iga ririmo remesa bomone kwarari ngwara mona nacha kere nyanya nabige tunguo osina bige tunguo nini kwendera basi chitabye cho nabokorekebisha pole pole. Lakini manganande alinda ku advice yani aragera abantu motinga ntobwate ngende yekorunga decision. Decision no gotigana for a meanwhile. Like now you get your husband ni mtu wa vita na panga. Unajua wewe sema umeokoka, ngoje panga utakufa. Decision is allowed. Hata Paul anasema ya kwamba mtu kutoka kwako uende kwenu ili kungoja reconciliation si vibaya. Kuna hizo za kuachana for a meanwhile, for waiting for reconciliation, alafu mnashauriana, mnasameana, mnarudiana. Hiyo ni wakati unakimbishwa na panga. Lakini hizi vitu zingine ndogo ndogo ni za kurekebisha. Kwa sababu pole kwa kuenda sana. Hakuna malaika, hakuna mwanamke malaika. If you are expecting an angel, wewe unastahili uende mbinguni. Kwa sababu so long as tuko hapa duniani, wanawake ni wale wale, au amesoma au hajasoma ni wale wale, tabia ni ile ile. Ni ile tu mtu unapata ya kwamba kila mtu ako na character zake tofauti tofauti. Lakini hakuna malaika, tuko hii duniani kurekebishana, kusaidiana mpaka tufike. Ndoche senior delegate yero tebre aya piho muntu okominyoki no moro to mwabira otebire onyo muntu chakire nawe go bakomoire lakini ndende na kinate banga erego ikotame omokungwa ende sobo baganyonyo musacho yugo chiwoncholeria atige kominyoki no moro nore shwa na chigonjoria onye ta gotiga omuntu tata bogima no bwago genda sei notimoka taringa life sentence yale. Asante sana. Amina. Na labda tukirudi kwa Moses, njia za kulea watoto, njia za kuwalea watoto kimungu. Njia kulea watoto, jambo la kwanza, watoto wetu tunafaa tuwafunze njia za Mungu. Njia za Mungu. Njia za Mungu. Yani yale mambo tunasikia kutoka kwa Mungu, tuwafunze watoto wetu. Musa aliambia Wanaisraeli, haya mambo ninayoagiza muyafunze watoto wenyu, mukaapo, mukulapo, mutembeapo. Unaona? Kwa shughuli zenyu zote, yani wacha watoto wenyu muwafunze haya mambo ya Mungu. So njia kwanza kulea watoto ni neno la Mungu. Hata kabla hajapata masomo ya mwalimu shuleni CBC, kwanza wapate ya mzazi.
na ya mzazi ni ya Mungu. Na Biblia inasema mlee mtoto kwa njia impasavyo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Hapo mwandishi wa Methaliyo ananena na mzazi, aneni na mwalimu. Unaona? Kwa hivyo mtoto wako akiharibika, mara mingi ni wewe mzazi utalaumiwa. Usiwahi kulaumu ati mwalimu, ati walimu wafunze watoto wetu vizuri, wanachoma shule nini. Shida inaanzianga nyumbani. Mimi wanasema ya kwamba a broken nation begins in the homes of its people. Nchi iliyobomoka inaanza kwenye nyumba ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo jamii kama imeharibika, kama ndoa ama familia imeharibika, nchi haiwezi kuwa salama. Kwa hivyo tulee watoto kwa njia iwapasavyo. Na njia inawapasa ni gani? Ni njia za Mungu. Tuonyeshe watoto wakuwe na heshima, tuonyeshe watoto wapende Mungu na neno lake. Unajua ukiweka mtoto kwa hiyo msingi, ni vigumu sana akaribike hapa mbeleni. Ni ngumu sana. Labda discipline, kuna hiyo wakati ambapo tumeona shule zikichomeka kwa shule tofauti. Labda ni discipline inakuwa imekosekana kwa watoto. Ni mafunzo imekosekana kutoka kwa wazazi haswa. Sababu siamini kama mtoto wangu nitamlea katika njia ya Kikristo na aende shule na afanye ugaidi. Unless kama wewe mzazi ni Al-Shabaab. Unaona? Lakini kama wewe mzazi ni Mkristo, umelea watoto wako vizuri kwa Sunday school nini, neno mnasomanga pamoja, kiwahimiza, sidhani kama shuleni wanaweza enda waharibike. Shule zenye zinachomwa mabweni utapata ni wale wachache wenye wazazi wao wamewalea vibaya. Wamewachilia tu hivyo. Naona hapa Samuel Nyamwaya yanasema nabokolera abana basweti nabokolera abana lakini onyorenga bachire banyorera chimba lya school. Asante. Na babuna malika wote banga, maandiko inasema but company corrupts good morals. So wakati ambapo hata unachukua mtoto wako shule, nikianzia shule, lazima kwanza ujue ni shule aina gani umechukua mtoto wako. Na you must uangalie foundation na faith based school, because kuna shule kama vile kuna siku ambayo nimesema kwamba shule zingine hawataki wachungaji, kwa sababu kuna mashule imeweka wachungaji kufanyia watoto counseling. Sisi tunatiri na mambo ya kiroho. Unajua walimu wanadiri na discipline hii ya mdomo tu, lakini sisi kama watu wa Mungu we deal with spiritual matters. Mambo ya kiroho ya ndani unaweza zungumzia mtoto na uone kilicho ndani, umuombe kibadilike. Another thing, wakati ambapo mtoto wako mahali yako nyumbani, lazima uangalie ni nani wanatembea na akinao. Kwa sababu show me your friend, I will tell you your character. Wale watoto anatembea na wao pia lazima ujue ya kwamba ni watoto ambao wanaimisa tabia njema. Another thing, si lazima mtoto achapwe ndiye akawe na discipline kwa nyumba. Kuna watu akitoa sauti ni kama simba kwa nyumba, na mtoto anajua dadi ni simba, si lazima achapwe. Unapata ya kwamba mtoto umemlea katika heshima na kusikiza na kutii sauti. Akiwa hata shuleni atatii. Lakini niambie Diana madam, uko na mtoto na Mungu akikuja kukujalia usifanye hiyo. Mtoto wako ni ule tu wa kumpembeleza. Uko hapo unamuita daddy, uko hapo unamuita Brian, uko hapo unamuita sijui nini. Akiomba hiyo unampea. Mtoto anakuomba hiyo unampea kila wakati. Akiomba chenye anaomba akilia unamletea. Utafundisha mtoto ya kwamba lazima akidemand atapewa. So we have to, unapolea mtoto lazima uwe discipline. Na wewe mtoto akikuomba kitu ama akianza kulia, kataa sasa. Utamletea wakati ambapo yani unafundisha njia fulani. Akienda shule atafuata sheria za shule.
wote wanga ndo wasiko waebere to basa kwa ero mwana lako mulokali iri yondiriane naye we kanga kaijaba first poni lako moyo liga na lia ngoko li wakera seri atekira samaki mkunja ngari mbichi mwambie njia ni kama ni sauti toa sauti vizuri ukipembeleza mtoto akienda miaka fulani akikugundua akienda akili zako akichukua hautamcontrol na maina ni hivyo metabanta bange mnaboni gato kwa na iga basweti na bakuligereti mna kamwana kali gakoro kwa dadi mami akwende skuro nyora bali mwe bakubugulie kiranya obete bakakurupa ndiye pagi ochia skuru lakini inakubalika haina shida. Labda tukirudi kwa Moses uweze kutuambia how families can keep God at the center. Amen. How families can keep God at the center. Jambo la kwanza kupitia maombi. Mungu ataonekana ndani ya familia kupitia maombi. Sababu maombi ndio njia ya kuzungumza na Mungu na pia kuleta Mungu awe ni karibu. Maana ukinena na mtu, huyo mtu anasonga karibu na wewe. Si ni kweli? Kwa hivyo kupitia maombi, Biblia inasema where 2 or 3 are gathered in my name, I am there. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukikutana pamoja, tukimuita huyu Mungu, hakika Mungu ataweza kuonekana ndani ya jamii zetu. Jambo la pili kupitia neno la Mungu. Nikirudia ile mambo nilisema, unaweza soma kitabu cha Kumbukumbu 6 mstari wa 6 na wa 7. Deuteronomy chapter 6 verses 6 and 7. Taka tusome tuelewe. Deuteronomy chapter 6 verses 6 and 7. Inasema hivi. Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 6 na wa 7. The Bible says kwa Kiswahili, na neno haya ninayo kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa ufupi anasema ya kwamba ili kuweka Mungu karibu na ndoa zetu au familia zetu ni kwa kupitia pia neno lake, ushirika wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jambo la kwanza maombi, jambo la pili ushirika wa neno, jambo la tatu serving together. Bwana Yesu asifiwe. Kushirikiana kwa kutenda kazi, kwa huduma. Ukisoma Wagalatia 5 mstari wa 13 kuendelea, Paulo anasema kwamba serve one another in love. Bwana Yesu asifiwe. Mnatumikiana, unasaidia huyu na yeye anakusaidia hivyo, na mambo inakuwa rahisi. Unaona? Kuna wimbo tunaimbanga, unapovuta pamoja tunafurahi. Kazi yangu ni yako, ni yetu ni ya Mungu. Sijui kama nyinyi mmeisikia hiyo wimbo. Sure. Kwa hivyo ninapokutumikia, unaponitumikia, ninapotumikia mwingine, kazi inakuwa rahisi. Hakuna mwenye anaona kwamba yeye ni mzigo. Unaona, na hapo Mungu anapatikana haraka. Jambo lingine ni kuabudu pamoja. The Bible says in the book of Hebrews chapter 10, do not forsake the assembly together of the brethren as it is the manner of some. Bwana Yesu asifiwe. Yani tusiache ile hali ya kukutana pamoja kama ilivyo wengine. Tukitambua kwamba siku ile ya Bwana inawadia. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ni kwamba katisha kidogo. Yeah. Helen Sokati Bwakire. Bwakire. Bwana asifiwe. Asifiwe, amen. Nimekaa niko kwa simu nimesikia mnadiscuss jambo la muhimu sana kuhusu familia. Sijui kama mngeruhusu niongee tu maneno mawili. Tumekukubalia. Jambo la kwanza nilisikia swali moja anasema kwamba kuna tabia ambao unapata wanawake wanashindwa kubadilisha. Kwa upande wangu mimi
mimi kitu yenye ninajua katika maisha yangu, shetani akitaka kuumiza familia, kitu ya kwanza anataka baba na mama. Najua baba na mama wakishida kwa wanao watoto. Na hapo ndio shetani anaketi sana. Mimi mwenyewe nashuhudia hilo mwanamke tabia kabla ulipomuoa hiyo tabia hakuanza siku hiyo. Umekaa naye kwa muda utairekebisha kwa sababu unajua ulimpenda. Na kama ulipenda mtu huwezi kumbanda kwa sababu ya kitu fulani kutobadilisha. Na namba kwa sababu mimi mwenyewe nimeoa mwanamke niko na around 30 years in marriage. Mke wangu ni mrembo, mke wangu anajua everything, lakini hajui kupika ugali. Hajui kupika ugali. Lakini ninampenda, yani ninamfunza na ninampenda na siwezi kumwacha kwa sababu ya hilo. Labda umemfunza kupika? Nimemfunza kupika for 5 years ndio amekuja kuelewa. Mimi peke yangu. Namba 2 nimesikia jambo la mama kuchomwa kwa mashuri. Yeah. Wazazi ndio wamekuwa na uzembe sana. Madam unapata mtu ameandika mail. Anakaa na watoto yeye akubisi kutafuta pesa, hata mtoto ajui, hata mtoto anasahau anaita mimi mama. Kwa sababu mzazi akubali tukubisi kutafuta pesa, lakini hatuna muda wa kukaa na watoto wetu akibisi tukae na wao. Sasa watoto wetu wana develop daraka zenye hatujui, mpaka ukiambiwa wakati mwingine unaruka unasema mtoto wangu hana hiyo tabia. Lakini tukichunguza vizuri wazazi wamefeli pakubwa. Ili hali tunarudi tunasukumia walimu, na walimu kweli kabisa mwalimu anakaa na mtoto 25%. But the rest of the time mzazi ndiye anakaa na mtoto. Yeah. Na hiyo ndio kitu yenye ambaye tunaraumu walimu, lakini walimu kweli they are innocent. Very innocent. Kabisa. Na unapata pia kuna wakati mwingine nimesikia about kufunza watoto katika character. Mimi unapata wazazi wanaenda kanisani watoto hawaendi. Kweli. Ukiona mtoto wazazi wanaenda kanisani watoto hawaendi. Hii couples wako na problem, hata kama wanaenda kanisani wako na conflict za ndani kwa ndani. Na mtoto sai watoto kwamba baba na mama hawezi kutimiza. Nzuri, anataka sasa wadana nao jitu wafuata kwa sababu mimi wenyewe ninaenda kanisani lakini ngopi usiku na mchana. Hiyo ndio sasa watoto wetu wanatoroka wanaacha kanisa. Asante sana. Asante sana, ubarikiwe. Sawa bibi. Ren soko TV Bwakire. Kwa na mentario gyake igo. Nali kuburia. Boria. Ratio mwana uri musali kubona. Katio mwana no moibori ngo musariku. Sa asante. Ekorango nyoro mwana ugipikia. Iwako wende igo nyango mwana nero musali kubona kingo bona bona ni ngo musali kubona. Asante sana. Basi etiira neriri boli eryo. Ya mwisho. Hello Soko TV Bwakire. Hello. Hello. Boria bono liborio. Hello. Kya yari ogirie TV na litoko igwana. Hello. Na koigure bono. Habari ya asubuhi. Nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimia wachungaji sana, naitwa Steven Munyoki. Mimi ni shambiki mgeni. Karibu sana. Napongeza tu kipindi. Asante sana. Na ubarikiwe. Hello. Hello Soko. Soko Bwakire. Bwakire, habari ya leo? Nzuri sana, labda yako. Niko salama, ni Mwalimu Douglas kutoka hapa Rikuru. Mama wawa?
mimi naonelea walimu ni kama wanatufunza vizuri. Hata hakuna haja sisi kama wazazi tuanze kuuliza maswali. Naomba tuwapatie muda watufundishe. Ndio tujue jinsi ya kusaidia watoto wetu. Asante sana. Na ujue kwamba mwalimu huwa na muda mwingi na mwanafunzi kuliko mzazi. Lakini ule muda mfupi mzazi yako nao hautumii vizuri ili kumrekebisha. Asante sana. Na hali ya kurekebisha mtoto kwa mzazi huwa ni kumkemea, hata amuelezi madhara ya jambo fulani, yeye ni kumkemea tu, kumtusi. Lakini naomba kama wazazi kama hawana huo uwezo waangalie walimu, waambie mtoto wangu tafadhali msaidie kwa kuongea na hivi na hivi, because tuko na huo ujuzi. Naweza ongea na watoto wabadilike, na hata sisi wenyewe tabia zetu kwanza zionyeshe kama ni sawa. Isiwe watu waovu alafu tutarajie watoto wawe wasafi. Asante sana. Asante sana Diana. Barikiwe. Kaitenere yo mwere wa Basweti. Ndetu kwansura irani riri bori ryo mu bibori abo lyanga ningo bwate ama mocho egati yo mu bibori no mwana. Asante. Unatuateba, marriage is an institution. Na hii institution iko na government. Unajua ni kama serikali. Na sitaki kuingia katika serikali. Na katika hii government ya familia tuko na baba, tuko na mama. Na wakati wamekuja pamoja, unapata ya kwamba wakizaa watoto, unajua hakuna ajuae ni nini analeta katika dunia, lakini Mungu anajua. Wakati ambapo umepata watoto wako wako wachanga kutoka chini, number 1 kama mzazi, wafundishe kuenda kanisani, wafundishwe Sunday school ili wakapate kulelewa madini ya Kristo, kwa sababu mtu ambaye anajua neno inamkanya hata akiwa mzima. Mtu hata akifika mahali aache kuenda kanisani akiwa mzima, kwa sababu ukiweka mtoto akifika miaka 18, huyo ni mtu mzima, ako na maamuzi, atakuwa akijiamulia. Lakini wewe kama mzazi, your role, your best role ni ile kumfundisha matumuni ile ya kufuata sheria na kumfundisha vema jinsi ya kukaa, kuishi, kujibu. Unajua kuna mtoto ambao wakati anajibu kama mzazi unamkanya hapo umejibu vibaya. Lakini mtoto akijibu vibaya ama atukane, unajua kuna mtoto Diana, ukienda kwao unapata ya kwamba kidogo mtoto amefika hapa, ndio amekuwekea vijiko kwa mdomo, anakukalia kichwa, na mzazi yako hapa anacheka, anasema mtoto ako sawa. No, lazima ufundishe mtoto, mwambie wageni wakikuja you should be disciplined. Mtoto labda ni mdogo, atakwambia hata kama ni mdogo unamwambia unajua mtoto hata mdogo atalia. Unamwambia hata akilia anaenda nje, si kulia si kukufa. Lazima ufundishe mtoto, mwambie wageni wakiingia kaa hivi. Kaa hii tabia, fuata hii tabia. Hata mtoto akienda shule, sasa kwa mzazi yule ameuliza, ni vizuri time to time as a parent, enda shule, kaa na mwalimu, mwambie nitie mtoto wangu tabia yake iko aje, anaendeleaje. Zungumza na mwalimu na mtoto. Ukipata mtoto kuna tabia amebadilisha, talk with that child. Ongelesha mtoto wako, mwambie this and this is stuck. Kuna wakati mimi nasema ukweli, wakati nilikuwa shule, my brothers walikuwa walevi, mimi pia nilikuwa mlevi on that time. Lakini wakati nakosewa shule na mwalimu, mimi mwalimu angenipiga kiboko. Lakini nilialipiwa kwa sababu akinipiga ni vita. Nikienda nyumbani naleta ndugu zangu, tunakuja na mapanga shule, tunahangaisha walimu. Niambie ni lini kama si Kristo ametuokoa, ni lini ningekaa mtu? Singekaa mtu, kwa sababu si kufundishwa vizuri. Na wazazi wangu maybe hawakunifundisha vizuri. Neema ya Bwana ikatuleta, ni neema. Sasa kuna wakati inahitaji neema. So kama mzazi ako na jukumu la kufundisha mtoto wake, kumuongelesha, kalisha mtoto chini, mwambie ABCD. Kuna swali lingine nimeona hapo, nimalizie mimi. Aya kwamba mongi nageta abo ringa. Ekero mukamu murogo agukora amanga tobwati akiri ninkyo rakore. Ekero mukamo murogo agukora ama tobwati akiri ninkyo rakore. Asante. Enata kangena nelia senge jechinsanga. Litanga ni kabisa malikago tebekere Nyasatonga Adam na Hawa, akaroranga Adam igale very isolated, igale lonely, akamotongera omokonyi. Na ekera mutongera mokonyi ndetho kwaneke usiase ngeje yo mongino yo, agaikasa gotebanga omo sacho oyo na arunka
aenda agache buoye baumira na mokae babegente kemo egente getang'ani kotaka kotwara masikani na mokamomura it is distance maete mbire murabera momono musange ebinde bakamwebe ng'oyo tari mokamomura bakakonare a distance asamang'ana gokwana ase okoiranirania tobasa gochaga koiranirani nere buna moibori omino lasima buno omong'ina omanye ng'a oyo no omwana akiri chiane chinke gokoiraneri kwamanya ng'a no omwana okwana ebinto binde kwofaruku buno omong'ina ekera akoroka omoriri omwana oyo ritang'ani kabisa mokamo murondigererete ritang'ani kabisa oimama omino nabanga ma omino ori okoiborete onye tokomorokia masikani tokonyora maseni aye ase eng'encho ng'a oise kwake esabu buya nero okoiborere omosacha risacha erio roche omosacha oyo oroche ore nyomba buya igo okorete esukari okorete enyama iga iboire na mama omwabo oyo okorama igo mama omwabo oyo notakera omwa masikani ase eng'encho akoiborerete omosacha naende okomoire so egento kende nkeri ng'a gokonyora ng'a omokungu mokamo muna omong'ina mobwate ebitina rangerania buna amariko agoteba karanse ase egekao mokaranse ense mokwanera ng'a ye obokong'u bore naende kaba tayari kuaberana buna abana familia ase eng'encho temomo kwabire charibaga ase eng'encho shetani buno mogako oyo ateba shetani gagocha ase chifamili gosaria ase eng'encho egasi yabire cha nogocha asarie goita na koiba komwamoire ribaga ase omochi igara atagware gara asarie emecheino mbuya motwara omorembe moakaranse ense mokwanerane rangeri abamate rangeri omopastor onye mogochia ekanisa kwanerana aberana twara omorembe twara masikani tware distance lenga mang'ana arimo kwana make. Asante sana. Amina. Yagitinga na inchi nesemiri gagu sana tukokwana nchiko otebye mndu nesomirire. Tukimalizia Moses, kuna mmoja ameulizia Ensoko TV bwana asifiwe okungu anaulizia omukungu omorogi nerebi ya motigane Peter Mungei korwa Magwagwa bibi ambaye ni mchawi unaweza mkaachana na utuambie kama kuna uchawi kwanza. Uchawi iko kwa sababu tunaposoma Biblia tunaona wachawi na Biblia inasema wachawi hawataingia huko mbinguni. Kwa ile list yenye wanasema watu wataingia, wachawi ni mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo uchawi uko. Before uendelee umesema uchawi iko. Kuna iko. Uchawi. So anauliza ati bibi yako akiwa mchawi. Ameuliza kwa Kisii. Omukungu omorogi. Nere biyamutigani bibi ambaye ni mchawi. Ni sawa kuachana. Ni sawa kuachana. Hiyo swali inaweza jibu mara mbili. Inategemea ulipomuoa ame amekuwa mchawi mlipoingia kwa ndoa. Wakati ulimuoa ulijua ni mchawi. Alafu kuko na ingine wakati aliingia kwa ndoa ndio akaanza kazi ya uchawi. Hiyo sasa swali inaweza kuitackle mara mbili. Sehemu ya kwanza kama ulioa mtu na pengine alikuwa mchawi, mchawi in short tutamfananisha na ule mtu ajampokea Yesu. Unbeliever, si ndio? Na unbeliever hapo mali mchungaji alisoma hapo mwanzo ya kwamba kama wewe mume umependa mke wako na unataka kuishi na yeye hata kama hajaamini, ni sawa ukae naye, si ndio? Lakini anazidi kusema ya kwamba lakini mke akiamua kuenda usimlazimishe akae, kwa sababu hujui kama yeye kuishi na wewe kama unaweza mgeuza moyo wake. Unaona? So inategemea kama mwanaume amependa huyu mchawi. Unajua wanaume wanapendanga wanawake kwa mambo tofauti. Mwingine anaona ni mrembo sana, anasema hata kama hajaokoka. Lakini urembo watu wasemange bibiana nini mrembo. Hiyo ndo kitu amependea mwanamke. Labda huyo mchawi ni mrembo sana. Na yeye sasa anapendanga vitu mrembo, vitu mzuri madhahabu. Si ndio? Sasa kama yeye kwa moyo wake anaona yuko comfortable na mchawi, yao tu waishi, lakini amuombea okoke. Lakini ikifika mahali hiyo mchawi amtoroke, asiandamane na yeye. Unaona? Aachane tu na yeye aende. Na jambo lingine kwa wanandoa,
wewe kama haujaoa, Biblia inasema msiekwe nira na wasioamini. Unajua kabla hujaingia kwa ndoa unafaa you count the cost, uhesabu gharama. Maana ndoa ni vita. Unaona? Ndoa ni vita. Ni vita. Ndoa ndio ni ushirikiano, ni jamii, lakini pia ni vita. Shetani anapiga sana wanandoa, haswa wanandoa wenye wanamwamini Yesu. Kwa hivyo wewe kama ujaoa bado ama bado hujaolewa, usiwe waraka tu kuingia kwa ndoa. Omba sana uolewe na mtu mwenye ameokoka, ama pia wewe mtu mwenye ameokoka. Paulo anasema katika Wakorintho wa 2:6 mstari wa 14 hapo, anasema msiekwe nira na wasioamini. Do not be unequally yoked with non-believers. Unaona? Hapo ananena na wale watu hawajaoleka. Naambia wewe kama hujaoleka, usiingie tu kwa ndoa sababu unaona ati watu kwa ndoa ati wanakula nyama nini, wanasaidiana kupika, wanaoga pamoja. Hapana. Ingia kwa ndoa kwa msingi wa Kristo. Wewe kama umeokoka, ukioa mwenye hajaokoka, anaweza kukubadilisha. Unaona, unajua mtu mwenye ako chini ni rahisi sana avurute mwenye ako juu. Lakini wewe mwenye uko juu kubeba mwenye ako chini hivi inahitaji neema ya Mungu. Unaona? So kabla hujaingia kwa ndoa, hakikisha kwanza wokovu. Mimi wanasema ndoa si rahisi na ndoa pia sio ngumu, lakini ndoa ni Mungu. Kama Mungu hayuko ndani ya ndoa, wokovu haiko ndani ya ndoa, Kristo si katikati ya hiyo ndoa yenu, hiyo ndoa haiwezi faulu. Asante sana. Yeah. Nimeshukuru leo. I think leo nimejifunza sana na tukiendelea tutakuwa tumeharibu. Amen. So nashukuru sana Pastor Basweti na pia Pastor Moses kwa neno la leo. Actually it was amazing today. Nimejifunza mengi kuhusu familia na ningagite nayo mwanchito murigeria Emilia Mange balimu akesimi na bwatana denchire ntanyara kingwikiranie kiagero mwanchito murigeria ase enchirerio kuboria amabori na rono ntagite umurigeria uri borire anyariga kumanyanga ninki kiriaganiria amanye kore ne biamono sana aso gusangana itwase esamuni ya mambito ko yirukanga ebiro byokomanye Biblia aigana ogwake seminaro kwanyera kugusangana inturi boririo bwate guciase familia yago usasobogi mabwago likogenda guciase Biblia aiga kwanyera amairaniri buna pastor bamintu bakwiraniri twate butambe kiga kimne kiga Pastor Moses na bego Pastor Basweti na bakunyara batwiraniria amabori aya lituko batache bato tebye ngo bagotorentera anyare kagutwiraniria amabori ayo kurende Basweti lingana lya audio mweri guciase umurigerie na abantu bakwani na pia Pastor Moses neno lako la mwisho kwa mtazamaji na pia labda usalimie watu wako. Asante. So ninashukuru sana kwa watazamaji popote mlipo, asiwa kama ndugu yangu Musioka na iwamo yo mononga ya kuadhima kunenge vinya kwa sababu hiyo ni mkamba na tutasama. Mungu akubariki zaidi. Kitu ningesema ya mwisho, kwa sababu tutaendelea na hili jambo la ndoa kwa sababu inasumbua sana maisha ya watu, na pia tutaingia katika kujumbiana courtship ili tusaidie vijana jinsi ya kupata mjumba. Lakini jambo la mwisho ningesema katika ndoa, number 1, kuna mambo matatu yanastahili kuzingatia katika ndoa ili ndoa zetu situmu milele vizuri. Number 1, thanksgiving. Kila wakati shukuru. Chochote kidogo mwanaume ameleta, ujui machuta amepitia, matesa amepitia, ujui ametembea, vikwazo amepitia, hata kama ameleta kitu chochote kidogo, appreciate. Mwambie thanks, mwambie asante mume wangu kwa kuleta ili umeleta. Ndio kesho mwanaume ajitie nguvu, kwa sababu mwanaume ni wa kutafuta, kama vile tulilaaniwa, lazima tutoe jasho. Number 2, forgiveness. Wakati ambapo tunasema forgiveness ni ile ya kwamba ni vizuri kuombana msamaha kila wakati, kwa sababu kama vile mtumishi amesema ni kukuasana, lakini forgiveness is paramount. Sameana nyinyi kwa nyinyi kila wakati. Wakati umeshukuru, wakati mumesameana, from there ambia Mungu prayer, wewe weka maombi katika maisha yenu kama familia pamoja, muombe Mungu, mkishukuru Mungu, mkisameana nyinyi kwa nyinyi milele, kwa sababu Kristo Yesu
anapenda mahali kuna amani, hapo ndipo ako. Amen. Mungu awabariki wale watazamaji wanaotazama, mke wangu. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu Reverend Stephen Mbogo, Pastor Maria, watu wote wa kutoka nyumbani, watu wa kutoka TPC, niliona kwamba mliniambia niwasalimie akina daktari. Mungu awabariki sana wote wanaotazama. Jehova Jire atutendee mema kwa jina la Yesu. Amen. 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 Asante watazamaji, asante kwa sababu ya wakati ambao tumekuwa pamoja nanyi siku ya leo tukijaribu kutatua hili swala ya ndoa. Wale wenye mumenisikiza, naomba ya kwamba vile mchungaji amesema, ndoa zenyu zikuwe na umoja, msamaha na pia kuvumiliana. Kuna mmoja amepiga simu akasema ya kwamba amevumilia miaka 5 mke wake kupika ugali. Kwa hivyo ndoa inataka uvumilivu. Uvumilivu, na hapo katika uvumilivu hapo ndo kuko na upendo, unasaidiana, unarekebishana mkivumiliana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndoa zenyu mziombee sana, sababu shetani anapiga sana wanandoa. Zaidi ya yote ningependa niwasalimie wote, salamu zangu ziwafikie wote ambao mnanitazama, mnaonijua na pia wale ambao hawanijui katika taifa letu la Kenya na pia katika mipaka nje ya Kenya. Maana najua TV Sonko imefika hata huko USA mahali kuko na mpira ya World Cup. Sure. Kwa hivyo tunapomaliza hata hii msimu ya mpira, pengine kuna wanaume wamepotea hii hapa mwezi moja. Mwanamke uelewe, mpira imekuwa ikifika wakati wa usiku sana, sababu ni Marekani. Pengine mwanaume halali saa 4 anaona mpira, saa 7 anaona mpira, subuhi tena saa 11 ndio hiyo ameasha TV. Umwelewe, leo ndio siku ya mwisho ya finali. Kuanzia leo ndoa zenyu zitakuwa pamoja, masaa ya kukula na kulala itakuwa sawa. Leo ndio ni final. Mungu awabariki. Na manyira se Pastor Moses yani, lakini sagulira nili tukoi kanisa tukomwingilia. Lakini leo nimejua kulambako huko, nimejua hata timu yako. Ingekuwa ni kesho ningesema, lakini kwa sababu leo ni siku ya kanisa sitaki kuweka mchezo ndani. Lakini mwanjito mugiambia mona sana sisi mbia mona sama borio nande ikiende to kumera chiga kiune chiga tonyare to gusanga naye na pastor baitogaiga etonyara to kwemanya twesemia asomo rubirito wechinga kiguse ebiro bibilia tigangariganie kwaya nero tonyare to gusanga na mwanjito murigere ngo tuskare na baite studio 07886663 nere namba ito sensemo ya WhatsApp nabegase namba yesimu na kunyara kugwaka nsemo ya YouTube rere mambia bono na gotonyora boigonyora gatiari twasangire iryo nyare ko guseniwe mambia bono gonkwira na tore tunyara to gusanga naye kunda spono